Mabwana, tunakwenda. Kiyama kipo, kaburi lipo, na dunia sikudanganye mtu si lolote dunia. Wallahi mimi nakwambia. Na nataka nikwambieni Waislamu, wallahi kama huswali. Sheikh Uthman mimi simezegi mate wala sitafuni maneno. Asiye swali mtu kafa swali motoni. Wallahi wabillahi sina maneno ya kuwapa wala kubembeleza. Mtu akifa haswali usisome itima motoni. Unaona kama nakosea? Sijakosea. Narudia tena, ukifa uswali motoni. Yani hujawahi kuswali hata siku moja, umekufa motoni. Katika zawadi watakayopewa watu wa peponi, watamwambia Mungu, tunataka tukaone wale watu wa motoni. Mungu atawaambia nendeni. Wakienda watatokwa na machozi sana, watamwambia Mungu, tunataka tuwaulize. Waulize swali moja, masalakakum, nini kimekuingizeni katika moto wa sakara? Qalu lam nakum minal muswallina, hatukuwa wenye kuswali kabisa. Hizi hitima tunazosoma hizi, kama hujajisaidia mwenyewe, watu watapiga mpunga na nyama na motoni utakwenda. Kama mimi Sheikh wa Kindengereko, baba yako aswali, atoi sadaka, atoi zaka, umenita nije kumsomea hitima, mimi wali na nyama siachi. Na nikija aya zangu 3, fala sadaka, ile jamaa tunalisomea alijawahi kutoa sadaka wala kuswali, lakini walakin kadhaba, lilikuwa liongo, tena alipende dini kweli kweli. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamata, kisha lilikuwa linatembea kwa watu wake kwa majivuno, na piga mpunga na motoni unakwenda. Hitima ikusaidie na wewe ujisaidie. Tunaelewana mabwana? Sisemi haramu, ikusaidie na wewe ujisaidie. Sasa wewe hujajisaidia, hiyo dua itafika wapi? Fanya kwanza line yako active. Kwa mfano, wewe leo umesajili line ya Voda, Tigo, Zanteli, Halotel. Mwanamume wewe toka usajili line wewe. Huti vocha, hupigiwi, hutumi message, umekaa nayo tu, baada miezi 3 inafanyaje? Haya, miezi 3 Sheikh Uthman kakukumbuka, na rafiki yangu nilicheza naye mchikichini pale, ngoja nimtilie 300,000. Kila kitia sauti ya dada inamwambia hiyo laini unayojaribu kutuma pesa imefanyaje hiyo? Imefungiwa, uingii mzigo. Na wewe Uislamu ndio laini yako. Sasa toka usajili laini yako ya Uislamu mwanamume wewe, upigi manake uswali, utoi sadaka, utoi zaka, utii vocha, upo tu na laini yako, upo tu. Siku umekufa, tunasema hitima, Mungu thawabu hizi zipeleke kwa mtu fulani. Mungu anatuambia hiyo laini mnaojaribu kutuma thawabu imefanyaje hiyo? Haingii mzigo. Tuzifanye active laini zetu, tuseme inshallah. Tuseme inshallah. Nataka nimpe shekhe tufanye dua, tuseme inshallah. Wote huko tujaribu kuingia ndani. Sasa nimpe shekhe kwa ajili ya dua siku ya Ijumaa, na leo ndio Ijumaa ya kwanza ya mwezi wa Shabani. Tuseme inshallah. Tuseme inshallah. Dua lina tatizo moja, ndio maana tujibiwi kwa sababu moja, imani nyie hamuna. Kitu cha kwanza katika dua, imani. Musa anapigwa na Firauni, watu wake wanamwambia Musa, si tushavumilia ujue bwana, sasa tumechoka maneno yako. Kama Mungu wa kweli, nenda kamwambie Mungu ampige Firauni, si tushachoka na si tunajipanga huko. Musa akapanda bicho, akaenda mlimani, kamuita Mungu. Mungu akamuitikia, unasemaje mja wangu? Firauni anataka kunipiga mimi na wana wa Israeli. Kajita Mungu umemwachia, sasa hivi anatubomoa kweli kweli. Mungu muonyeshe. Akasikia sauti namwambia Musa, kimbia. Musa kazani Mungu anaongea na mtu mwingine. Akitazama huko hamna mtu, nikimbie? Kaambia Mungu unasemaje? Nimekwambia kimbia. Musa anazidisha maneno. Mungu anamwambia Musa, Firauni atakuja kukukamata hapo hapo mbele yangu akuue na kutazama. Nimekwambia kimbieni. Maneno yalimchosha Musa haya, maana kule ndo kwenye msada anaambiwa akimbie. Kashuka chini, wana wa Israeli wanakuja. Tukae wapi Musa? Anapigwa saa ngapi? Mashambulio yanatoka wapi? Malaika wangapi wanashuka? Musa, Mungu kasema tukimbie. Wanamuuliza unasema? Mungu kasema tukimbie. Pale pale akagawanyika makundi mawili. Kundi moja likamwambia huyu anamuogopa Firauni, Mungu wako sio Mungu wewe. Wengine wakasema si ndio huyu alofanya miujiza, twende. Wakati wanakimbia Firauni anakuja.
Musa mbele, Firauni nyuma, Musa mbele, Firauni nyuma. Wanafika mahala wanakutana na bahari, njia hakuna, Firauni anasogea. Wale wakamgeuka Musa, akamwambia Musa, tulikuamini, lakini na maana Mungu wako hajui direction ya Misri ilivyo, kwamba huko hakuna njia na tuachia tunaenda tushakwama sasa. Kwambia wewe Musa na Firauni kitu kimoja, mmepanga kuja kutua hapa, tuweni. Musa ndo anyanyua mikono, Mungu nafanyaje sasa, hali niliyokuwa nayo si unaiona? Akamwambia mja wangu, mkononi umeshika nini? Akamwambia fimbo. Piga bahari. Akachukua fimbo akapiga bahari, bahari ikapasuka. Akaambiwa pita. Mwisraeli anagoma, kiongozi anasema Musa, sisi hatupiti. Kwa nini? Hii njia moja, si tuko mataifa 12. Mwambie Mungu wako bahari haigawanye njia 12, kila taifa lipite na njia yake. Firauni anasogea, wao wanashindana. Mungu akaipasua njia 12, pita, kagoma tena. Hatuendi. Kwa nini? Katikati tunaona kuna wimbi, tutapotezana taifa baada ya taifa. Mwambie Mungu wako katikati ya wimbi aweke kioo tunachoonana baina taifa moja na taifa jingine. Mungu akawekea kioo pale, wanapita. Benyamini upo, Yusufu upo, Musa upo, Lawi upo, ndo wanapita wanavuka. Kwa jeuri ile hawakuingia Kanani. Musa hakuingia Kanani kihistoria. Alitangatanga jangwani kwa muda miaka 40 mpaka Yoshua bin Nuni akachukua kundi kulipeleka Kanani. Yoshua siku kama ya leo wanapigana vita na Firauni, wanapigana vita siku ile na majeshi ya Firauni. Jua linazama, kesho inadondoka Sabato, marufuku kupigana Sabato. Yoshua bin Nuni alinyosha mkono akalizuia jua ndani ya masaa 6 mpaka vita vilipoisha, ndo akaliruhusu jua likazama, wakadondokea kwenye Sabato. Kwa nini Mungu amwambie Musa kimbia, asiteremshe jeshi? Walladhina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, wanaofanya juhudi ndo Mungu anawapa njia. Wewe una shida na gari, unakuja msikitini hapa kuswali, utoki mpaka swala yaisha, astaghfirullah, Mungu nipe gari, astaghfirullah, Mungu nipe gari. Mungu atakupa? Waislamu, Mungu atakupa? Hujaoa, mwanamke hajaolewa, unasimama kiamulaili, Mungu nijalie mtoto wa kiume, utapata? Na kama kweli umeomba, hujaoa, huna mwanamke, asubuhi unaamka kuswali na sikia ufunguni ng'aa, utamchukua? Umeomba mwenyewe na umchukue, utajua hilo jini Mungu atoi kwa staili hiyo. Uza karanga mwanamume wewe, uza vitunguu, uza kasata, uza mayai. Mwambie Mungu, kwa biashara ya mayai nipe V8 ya milioni 800. Leo utauza tray moja, kesho la pili, baada ya mwezi umefungua fremu, Karume nzima muuza mayai wewe ndo unapata. Lakini imani ya kuuza mayai kununua gari unayo? Mimi niseme leo Sheikh Othmani ataomba dua ndani ya siku 7, mwenye shida ya V8 Mungu atakuwa kashampa V8 siku 7. Haya maneno katika nafsi yako anasemaje? Inawezekana? Haiwezekani. Sema katika nafsi yako, kupata gari V8 leo mpaka Ijumaa, inawezekana? Haiwezekani. Nafsi yako inakwambia haiwezekani. Inakuuliza kwa biashara gani? Yaani inakwambia afadhali angekuwa Baresa akiniambia atanipa gari, atanipa, lakini Mungu. Yaani imani yako inakubali Baresa anaweza kukupa, inashindwa kumwamini Mungu aliyempa Baresa. Imani imekufa hiyo, upate mpaka kiyama. Ndio maana mimi tablighi nawapenda sana. Walishawahi kunitoa siku 40 hawa. Nawaambia nyumbani hamna kitu, wananiambia Allah yupo. Wanaume wale. Basi niko mkoani kila saa napiga simu, mke wangu kimeshuka kiroba cha unga, cha ngano au cha mchele, nyambia hamna kitu. Wao unacheza na tablighi. Tablighi mmoja ana mkewe na watoto, wao anamwambia mke wangu, kesho nikimaliza kuswali asubuhi na kwenda Jaura siku 40. Mkewe akamwambia ukitoka na mimi natoka. Akamwambia wewe unakwenda wapi? Akamwambia siku 40 rudi na chochote zaidi ya inshallah. Mwanamume katoka, mwanamke katoka. Siku 40 anarudi, anakutana na kufuli mlangoni. Anakwenda kwa majirani, mke wangu katoka lini? Anawaambiwa siku uliyotoka katoka. Swali, katoka na watoto? Wakamwambia tujaona kutoka na mtoto hata mmoja. Ina maana aliwafungia ndani watoto siku 40 kumkomoa mume. Tablighi yule kwa imani aliyokuwa nayo anakwenda kufungua mlango mkubwa, anakwenda kufungua chumba cha watoto. Wallahi wa billahi wa tallahi, anakutana na watoto ndio kwanza wanaamka kutoka usingizini. Mungu aliwalaza siku 40 kumnusuru mja wake. Cha tatu, unaomba nini? Wengine hata tukisema tuombe dua lako uliamini, unaanza Mungu nijalie haisi 6. Haisi. Diwani mwenyewe yana nitapata mie, unashuka. Basi Mungu kama yusi azekana hata bodaboda 3 4.
mwenyekiti wa serikali za mitaa na nitapata 100 unashuka. Basi Mungu imeshindikana yote, nipe hata mikokoteni ya maji. Mungu anakupa ile ile ulikuwa na nia yako.